BMP TV Professional Update. Walgani ndugu mtazamaji na msikivu wa BMP TV, ni mara tena tunazidi kukuletea update nono kabisa ambazo zinazidi kufahamisha taarifa kede kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Mr. Orange. Tunazidi kuwakilisha vyema na huu ni muhtasari wa habari. Masuala ya mauaji ya waumini wa dhehebu ya kidini ya Kiyuda Wazalendo mjini Goma. Maswali magumu kuhusu wajibikaji wa ukimya wa serikali. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zaanza ushirikiano mpya na maendeleo katika sekta muhimu za rasilimali, mazingira na nishati, Marekani kuwa mmoja wa washirika wa kimkakati. Bintu Kehita, mkuu wa MONUSCO, akamilisha ziara yake siku 3 nchini Kongo Mashariki, aeleza majukumu, changamoto na mikakati ya ulinzi wa raia na watumishi wa Umoja wa Mataifa katika nyakati ngumu. Kuna haya na mengineyo katika update yetu hii ya leo. Kwa hiyo kuwa nasi mwanzo hadi mwisho ili ufahamu mengi zaidi ambayo yanazidi kuendelea katika hapa BMP TV Online. Na mimi ni Mr. Orange. Habari kamili. Katika kile kinachotajwa na wanaharakati wa haki za binadamu kama moja ya sura nyeusi katika historia ya hivi karibuni ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jamii ya waumini wa madhehebu ya Kiyuda Mesianiki Wazalendo waliokuwa wakijihusisha na harakati za kijamii na za kiamani walikumbwa na ukatili mkubwa uliogharimu maisha ya watu wengi wasio na hatia. Tukio hili lililotokea katika jiji la Goma linazidi kuzua maswali mazito kuhusu dhamira ya serikali kulinda raia wake na kuheshimu haki ya kujieleza. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mashuhuda wa karibu, vikosi vya usalama vinavyolinda rais wa jamhuri maarufu kama Garde Republicaine vilihusishwa moja kwa moja katika operesheni ya kikatili ya kuwashambulia na kuwaua waumini hao waliokuwa wamekusanyika katika kanisa lao mjini Goma. Waumini hao wakiwa hawana silaha na wakiwa na nia ya kuandaa maandamano ya amani walilengwa kwa madai ya kupinga uwepo wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo MONUSCO, ambao kwa muda mrefu umelaumiwa na wananchi wa mashariki mwa nchi hiyo kwa ushirikiano wa karibu na kundi la waasi wa M23. Taarifa zinaeleza kuwa lengo la maandamano hayo lilikuwa ni kutoa sauti ya wananchi ya kutaka kuondolewa kwa MONUSCO, wakilalamika kutotekelezwa kwa wajibu wake wa msingi wa kuwalinda raia. Hata hivyo, kabla ya maandamano hayo kufanyika, kikosi cha JR walivamia kanisa la madhehebu hayo na kufanya mauaji ya raia wasio na hatia. Kuliripotiwa pia wizi wa vifaa vya muziki wa kanisa hilo katika kile kinachoelezwa kuwa ni uporaji wa makusudi uliofanywa na maaskari wa serikali. Ni kwa kosa gani watu hawa waliuawa? Je, kuwa na maono ya kisiasa au kuandaa maandamano ya amani ni kosa la kifo katika nchi ya kidemokrasia? Waliohoji viongozi wa mashirika ya kiraia. Mbali na mauaji hayo, baadhi ya viongozi wa kidini wa madhehebu hayo akiwemo mchungaji Ephraim walimkamata kiolela bila kufikishwa mahakamani kwa muda mrefu. Hali hiyo imezua masikitiko makubwa miongoni mwa wapenda amani na wanaharakati wa haki za binadamu, wakisema kuwa serikali ilivunja sheria za kitaifa na za kimataifa kwa kutumia nguvu kupitia kiasi dhidi ya raia wake. Miezi michache tu baada ya tukio hilo, hofu kubwa ya wananchi ilithibitishwa. Jiji la Goma lilianguka mikononi mwa waasi wa M23, hali inayoendelea kushuhudiwa hadi leo kwa raia wengi wa Kivu Kaskazini. Tukio hili linaelezwa kama la uhaini wa hali ya juu, wakihusisha kuanguka kama Goma na kile wanachokiita usaliti wa baadhi ya viongozi wa serikali waliodaiwa kushirikiana kwa namna moja au nyingine na waasi hao. Kiongozi mmoja wa vijana wa kiraia kutoka Goma alisema, walituua kwa sababu tulisema ukweli, tulitaka amani, tulikataa udanganyifu wa MONUSCO, tukataka sauti zetu zisikike, badala ya kusikilizwa tukauawa. Leo hii Goma imeanguka na wale waliotunyamazisha wanabeba dhamana. Katika mazingira haya, sauti za mwito wa haki
na uwajibikaji zimeendelea kupazwa kila kona ya nchi. Wanasheria huru, mashirika ya haki za binadamu, viongozi wa dini na wananchi wa kawaida wanasisitiza kuwa uhalifu dhidi ya binadamu hauwezi kufunikwa, hauwezi kusaulikiwa na hauwezi kusamehewa bila haki kutendeka. Kwa mujibu wa katiba ya Kongo pamoja na mikataba ya kimataifa inayohusiana na haki za binadamu, hakuna mamlaka yoyote inayoruhusiwa kuua raia wake bila sababu za kisheria wala kutumia nguvu dhidi ya maandamano ya amani. Katika hali hii, mashirika ya kijamii yameitaka serikali ya Rais Felix Tshisekedi kutoa majibu ya wazi kuhusu nani aliyetoa amri ya kufanya mauaji hayo, nani aliyehusika moja kwa moja na kwa nini viongozi wa dini walikamatwa kiholela. Umoja wa Mataifa umetakiwa kufanyia kazi upya wajibu wake nchini Kongo, huku vikosi vya MONUSCO vikikumbushwa kuwa viko nchini humo si kwa maslahi binafsi bali kwa ulinzi wa raia. Bwana Felix, historia itakuhukumu. Damu ya watu wasio na hatia haitakahuka kimya kimya. Haki ya waliouawa ni deni lisilopaswa kufutwa, alisema mwanaharakati mmoja mwandamizi kutoka Bukavu, katika wakati ambapo nchi ya Kongo inapitia kipindi kigumu cha kijeshi na kisiasa. Wito wa kukumbuka, kuheshimu na kutetea haki za binadamu unabaki kuwa msingi wa mustakabali wa taifa. Hayo ni matendo ambayo yanazidi kuendelea huko kwenye mji wa Goma. Hapa na pale maafa yamekuwa ni mengi, mpaka inafikia sasa hivi watu wa dini wanakuwa wakiuliwa kwa nia ya kutaka kutetea tu amani, ila pia serikali imejaribu kuingiza mguu kindaki kabisa na kutaka kuteketeza kwa kile ambacho walitaka kukianzisha kama maandamano ya amani. Huko tulikuwa ni Goma, basi tujielekeze Kinshasa. Katika hatua mpya ya kidiplomasia na kiuchumi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Rwanda zimezindua rasmi ushirikiano wa karibu katika maeneo mbalimbali na ya kipaumbele yanayohusiana na rasilimali za asili, nishati, mazingira na uchumi wa madini. Ushirikiano huu pia unafunguliwa kwa uwekezaji na usaidizi kutoka kwa serikali ya Marekani pamoja na wawekezaji binafsi kutoka taifa hilo. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka katika vyanzo vya serikali, nchi hizo mbili zimekubaliana kuimarisha au kuanzisha ushirikiano wa moja kwa moja katika sekta zifuatazo: usimamizi wa pamoja wa mbuga za taifa. Kongo na Rwanda zimekubaliana kushirikiana kwa karibu katika kulinda na kusimamia mbuga zao za kitaifa zilizoko mipakani na maeneo yenye bioanuwai ya kipekee. Lengo ni kupambana na ujangili, kuhifadhi mazingira na kuendeleza utalii wa pamoja unaonufaisha jamii za pande zote mbili. Maendeleo ya mradi wa nishati ya maji. Mataifa haya mawili yanapanua ushirikiano wao katika sekta ya nishati kwa kushirikiana katika ujenzi na uendelezaji wa miradi ya umeme wa maji kwa kutumia rasilimali zinazopatikana katika maeneo ya mipakani na mito mikuu inayovuka mataifa yao. Miradi hiyo inalenga kuongeza uzalishaji wa umeme wa kijamii kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na ya viwandani, usalama na uwazi katika minyororo ya ugavi wa madini. Kwa kutambua umuhimu wa madini katika uchumi wa kanda hii, Kongo na Rwanda zimekubaliana kufanya kazi kwa pamoja katika kupunguza hatari ndani ya minyororo ya usambazaji wa madini, hasa yale yanayopatikana na kuchakatwa katika maeneo yao ya mipaka. Hii ni pamoja na kuweka mifumo ya ufuatiliaji na uwazi kuanzia mgodini hadi kufika kiwandani, kuhakikisha kuwa hakuna madini yanayopatikana kwa njia haramu au kwa kutumia nguvu kazi ya watoto au vikundi vya waasi. Usimamizi wa rasilimali za ziwa kuu kwa pamoja. Moja ya maeneo ya kimkakati ambayo nchi hizi zimefikia kushirikiana ni ziwa Kivu, ziwa ambalo linachukuliwa kuwa na utajiri mkubwa wa gesi ya metane na samaki. Kongo na Rwanda wamekubaliana kuanzisha utaratibu wa pamoja wa kusimamia rasilimali za ziwa hilo, ikiwemo uvuvi, nishati ya gesi pamoja na hifadhi ya mazingira yake, kuanzisha minyororo ya thamani ya madini yenye uwazi na mfumo rasmi. Katika azma ya kuongeza
thamani ya madini na kuhakikisha kuwa faida ya rasilimali hizo zinawafikia wananchi. Nchi hizo zinapanga kuanzisha minyororo ya thamani zilizo wazi na rasmi, kuanzia uchimbaji hadi usindikaji wa madini hayo. Hii itahusisha pia ujenzi wa viwanda vya kusafisha na kuchakata madini ndani ya nchi ili kuongeza mapato na ajira. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, serikali ya Marekani pamoja na wawekezaji wake binafsi wanatarajiwa kuwa washirika wakuu, hasa katika ufadhili wa miradi, uhamishaji wa teknolojia, usimamizi wa viwango vya kimataifa na uboreshaji wa mazingira ya biashara. Kauli za maafisa wa serikali. Waziri mmoja kutoka upande wa Kongo alieleza, huu ni mwanzo wa ukurasa mpya wa ushirikiano wa kweli na wa kuheshimiana kati ya majirani wa kihistoria. Kwa mara ya kwanza tunalenga kuacha nyuma mivutano na kuwekeza katika miradi inayowanufaisha wananchi wetu moja kwa moja. Kwa upande wake, afisa wa ngazi ya juu kutoka Rwanda aliongeza, ni muhimu sana kwa mataifa yetu kushirikiana katika mambo yanayogusa mazingira, nishati na uchumi wa madini. Ushirikiano huu utajenga msingi imara wa amani ya muda mrefu na maendeleo endelevu. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo ya kimataifa wanatahadharisha kuwa mafanikio ya ushirikiano huu yatategemea kwa kiwango kikubwa hali ya kiusalama katika eneo la Maziwa Makuu, hasa ikizingatiwa kuwa bado kuna mashaka miongoni mwa raia na wanasiasa kuhusu ushawishi wa Rwanda katika masuala ya ndani ya Kongo, hususan katika mzozo wa Mashariki. Kwa sasa jumuiya ya kimataifa inaangalia kwa karibu utekelezaji wa makubaliano haya, ikitarajia kwamba ushirikiano huu utafungua njia mpya ya kuleta amani, mshikamano wa kikanda na maendeleo ya pamoja. Goma, Kivu Kaskazini. Katika kipindi cha ongezeko la mivutano na hali tete ya kiusalama katika maeneo yanayoshikiliwa na waasi wa Alliance Fleuve Congo pamoja na M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo MONUSCO Bintou Keita amekamilisha ziara ya siku 3 katika jiji la Goma, eneo lililoathirika kwa kiasi kikubwa na makubaliano yanayoendelea. Katika taarifa rasmi kwa vyombo vya habari, Bintou Keita alieleza kuwa lengo la ziara hiyo ilikuwa ni kukutana na maafisa wa MONUSCO, raia waliovaa sare, baada ya kipindi kigumu mno walichopitia kutokana na mazingira hatarishi ya kiutendaji. Alisema kuwa alitaka kurejesha ari na hamasa kwa wafanyakazi hao pamoja na kudhibitisha tena dhamira ya Umoja wa Mataifa ya kusimama pamoja na jamii zilizoathirika na migogoro ya kivita katika eneo la mashariki mwa DRC. Kauli ya Keita, ziara yangu haikuwa tu ya kuwatia moyo watumishi wetu, bali pia ililenga kufanya mazungumzo na uongozi wa kundi la Alliance Fleuve Congo pamoja na M23 kuhusu changamoto za kiutendaji zinazokwamisha utekelezaji wa jukumu letu la kulinda raia. Kwa mujibu wa Keita, kabla ya ziara hiyo, kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ilifanikisha mazungumzo ya makubaliano baina ya serikali ya DRC pamoja na waasi wa Alliance Fleuve Congo pamoja na M23 na MONUSCO. Kupitia makubaliano hayo, na kwa sasa msaada wa vifaa na miundombinu ya MONUSCO, watu 1359 wasiokuwa na silaha waliokuwa ni wanachama wa majeshi ya vikosi vya usalama wa Kongo pamoja na baadhi ya familia zao waliokuwa wamejificha na kupata ulinzi kutoka kwa MONUSCO kwa muda wa zaidi ya miezi 3 jijini Goma, walihamishwa salama na kusafirishwa hadi mji mkuu Kinshasa. Hadi sasa bado tunatafuta suluhisho kwa raia na wananchi wasio na silaha waliobakia katika vituo vyetu vya MONUSCO, waliongeza hivyo Keita. Katika kikao kilichopita cha Baraza la Usalama na Umoja wa Mataifa, Keita alitoa taarifa nzito kuhusu hali ya usalama na changamoto zinazowakabili. Alilalamikia vikwazo vinavyowekwa na waasi wa Alliance Fleuve Congo pamoja na M23 katika maeneo yadhibiti, vikiwemo vizuizi barabarani na masharti mapya ya kutoa taarifa ya saa 48 kabla ya misafara ya Umoja wa Mataifa kupita. Tuma na upuuzaji.
Katika upande mwingine wa hoja, kundi la Alliance Fleuve Congo pamoja na M23 ambalo linadaiwa na jumuiya ya kimataifa kuwa linapata msaada kutoka Rwanda lililotoa tuhuma dhidi ya MONUSCO likidai kwamba ujumbe huo wa Umoja wa Mataifa umejiingiza katika mgogoro wa kushirikiana na majeshi ya serikali ya FARDC pamoja na vikosi vya SADC kufanya mashambulizi dhidi ya ngome zao katika maeneo ya Goma, Kuvuma na sehemu nyingine za Kivu kaskazini na kusini. Hata hivyo, MONUSCO ilikana vikali tuhuma hizo, ikisisitiza kwamba jukumu lake ni la kulinda raia na kuhakikisha usalama na si kuchukua upande wote wa kisiasa au kijeshi katika mgogoro unaoendelea. Maazimio na mazungumzo ya ndani wakati wa ziara yake ambayo ilifanyika kuanzia tarehe Ijumaa 13 hadi Jumapili 15 Juni 2025, Kehita alikutana na wadau mbalimbali wakiwemo viongozi wa Alliance Fleuve Congo pamoja na M23. Mazungumzo hayo yalilenga kujenga uelewano kuhusu shughuli za kibinadamu, upatikanaji wa misaada ya kibinadamu kwa raia na kuhakikisha kuwa MONUSCO inaruhusiwa kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa azimio la Baraza la Usalama. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kwamba ziara ya Kehita ilikuwa ya umuhimu mkubwa hasa katika kipindi ambacho uhusiano kati ya MONUSCO na serikali ya Kongo na vikundi vya waasi huko katika hali ya tahadhari. Tamko la kukumbusha wajibu wa kimataifa. Katika kukamilisha ziara yake, Bintu Kehita alitoa wito kwa pande zote zinazohusika na mzozo wa masharti ya Kongo kuzingatia misingi ya haki za binadamu, sheria za kimataifa na kuhakikisha kuwa raia hawageuzwi kuwa wahanga wa vita vya kisiasa na kiitikadi. Alitoa rai kwa jumuiya ya kimataifa kuendelea kushikamana na wananchi wa Kongo katika safari yao ya kutafuta amani ya kweli, utulivu wa kudumu na maendeleo ya jumuishi. Hayo ni mambo mojawapo ambayo yanazidi kuendelea katika nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa na pale mambo hayakosi, vurugu za hapa na pale, mpaka ugomvi sasa hivi MONUSCO amezidi kuingia kati na kutaka amani iwepo ili amani zidi kutana na wengi waweze kwenda na kuwa na amani na kurudi katika makazi yao ya kila wakati. Na huu ndio mwisho wa update yetu hii ya leo, na mimi ni Mr. Orange. Asante. BMP TV Professional Update.